Hata nasikia wengine mtu anasema Weta atoke huko anaweka jam. Musalia atoke huko anaweka jam. Sisi hatuweki jam. Wewe uko kwa mrengo wako. If you are serious, don't blame Weta who is in Kenya Kwanza. Don't blame Musalia who is in Kenya Kwanza. If you think you are ready for the presidency, go for it. But don't say that sisi tunakuzuia. Hatujazuia mtu. But we are just telling you the truth for free. Kwamba, is it really realistic that tutaweza William Ruto in 2027? Is it realistic? So let us be realistic. Tuwe watu wa kuzungumza ukweli na tutasaidia. Na madhehebu yetu yote mtusaidie, muunganishe watu. Nyinyi ndio mnapatisha watu, nyinyi ndio mna sangine tukipoteza wapendo wetu, mtutusaidia kwa mazishi. Kila pahali mnatusaidia. Nyinyi ndio mnatupatanisha wakati kuna shida. Please do your job. And Barasa, be strong as governor of Kakamega. Lusaka, be strong as governor of Bungoma. We have nowhere else to go but to work with you. And we shall work with the president, and I and my brother Moses Masika Wetangula, we have made it very clear that anybody who is moving around peddling falsehoods, peddling fitina, peddling all sorts of lies, please close that shop. Funga hiyo biashara kwa sababu haitanunulika. We want to forge ahead na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Let us not prevaricate anymore. Let us not waste time anymore. Let us not do any guesswork anymore. The situation is quite clear that Ruto has got the head start. Ruto has the advantage. Ruto has fought and he's keeping his promises. Kuleta mabarabara na nini katika Kenya hii. And it is easier for us to work with President Ruto to the election of 2027, and then maybe you can talk after that. And I am speaking in front of the church leadership. Because we have to stop lying to our people. Tuachane na uongo. We have to stop lying to our people. Ningependa kuwashukuru watu wawili kwa hili kanisa. Huyo Musalia na huyo Wetangula. Huyo Wetangula na huyo Musalia, kwa hiyo miaka mjumbe mmoja amesema hapa tumekuwa tukipeleka kura yetu huko chini. Mtu wa huko amesema asante. Ati nyinyi watu wa Western, kura yetu yote tulikuwa tunapeleka huko chini. Wetangula na Musalia mmefanya kazi hiyo kwa miaka mingi na hatukuwa tunaona faida yoyote. Mlifanya vizuri mwaka jana. Though mlifanya kama mmechelewa kidogo. Mkaenda huko, mahali tuko sahi, tuko na raha. Wetangula, mimi naona wewe umekaa vizuri mpaka hata siku hizi uso inang'ara kweli kweli. Mnaona Musalia vile amekaa. Akitembea anaonekana kijana Wetama namna gani? Kwa hivyo mmekaa pale pazuri na mshikilia hapo. Ile nafasi mmepata, nyinyi endelee kutembelea hao watu vile mnafanya hivyo. Mmekuwa kwangu, tumekuwa Chwele, tuko hapa, endelee kutembea na sisi, endelee kutembelea hao watu wa mfeel. Wakimfeel mimi naona kama 2027 mambo yatakuwa rais. Na mkumbuke, mlitembelea watu kila wakati mkiwaambia mambo ya Raila. Mkiwaambia mambo ya Raila ndio wakaamua kwenda huko chini. Tena tembelea watu muwaambie mambo ya Ruto. Kwa mfano huyu Ruto. Sisi miaka yote mioyo yetu ilikuwa imeanguka. Kuweka Ruto ameanza na kitu ya kwanza hapa Western kuamsha miwa. Mimi ningeomba wabunge wenzangu. Mimi nilikuwa kwa bunge mpaka saa 3 speaker ukaona bunge watu wakaanza kutembea kutoka nje. Waheshimiwa wenzangu, ningeomba Rais Ruto yeye kama president ndio mtu wa kwanza kushikilia mambo ya miwa kwa kifua yake.
Ningependa ile kipengele mtu alikuwa anapitisha ati ya kuwa Ruto asimamie ile inaitwa sugar board. Tuondoe nguvu zake hapo, hiyo kitu tukatae. Ikirudi kwa bunge turudishe Ruto hakae hapo ashikilia mambo ya miwa. Mimi nawasihi kwamba tuwe kitu kimoja. And let us stand with William Samoei Ruto. He means well for this country. It is not going to be a walk in the park. It will be a long journey, but we shall overcome the challenges, and this country is going to be better and better, and the future of Kenyans is bright. Na tunaambia ndugu zetu, the leaders, both Kimani and Cheruiyot are here. They are leading the conversation. Kwa hiyo mambo ya bipartisan, they have been very clear that the interests of the nation will come first. And the president had even written to Parliament much earlier and spelled out critical things for this country. He was ahead of what is happening now. He was a step ahead. Now they are our custodians, they are negotiating for us, and it will be okay. Let us bring the country together. Let us support the president without any more hesitation. Tubadilishe hii Western. Niwahakikishie pia, sawa, nimesikia hata viongozi wa National Assembly na kiongozi Ichungwa yuko hapa, Osoro amesema kwamba ule mswada wa kuongeza kilimo ya mambo ya miwa kwamba wiki hii ndayopita watamalizia. Mimi nawatolea hakikisho kwamba tumeshakubaliana na kiraja wetu whip wa Senate ambaye ni Senator wenu Boni Halwale. Hiyo mswada ikifika katika bunge la Senate, maximum ya mwezi moja tutakuwa tumeimaliza, iwe sheria, ukulima wa sukari aweze kunafuika na pia yeye apate maisha mzuri kama wananchi wale wengine wote. Hiyo ni hakikisho ambaye mimi nawapatia. Sisi tunashukuru rais kama kutoka kule Nyanza, hasa katika huu mswada wa sukari. In the history of this nation, tangia mambo ya sukari yaanze kuzungumziwa, tumekuwa tukipata shilingi 1,300, milioni 300, milioni 150. Raundi hii sisi kutoka Suzoni Sugar tulipata 7.2 billion. Ile deni yote imetolewa. Sisi tunangoja tu treasury itoe pesa, wakulima wapate madeni yao, na wafanyikazi wale ambao walikuwa hawajalipwa miaka mingi waweze kupata. Sisi tunasema tunashukuru sana. Na tunasema wakati tutaenda public participation, wale ambao watakuja kumiliki hiyo viwanda, viongozi wote kutoka sehemu hii ya magharibi ambao sukari iko na kule kwetu pia, sisi lazima tuungane, tuhakikishe wale ambao watakuja pale watatusaidia hizo viwanda ziendelee. Kwa hivyo sisi tunasema ni asante.